Oh my God! Your husband is a zombie! Kwa nini Mungu ananituma kama kutoa nyama? I'm not fair. Mapigo yako baba we yamenichosha, nimevumilia yamenishinda, nimevumilia ila ipo siku. Hapana, mimi niko tofauti na wewe na unavyowaza. Mimi nahisi ni hiyo tu mimba inakufanya uwaze tofauti. Yaani kutokana na hiyo mimba na shemeji anavyokuchukulia vile anavyokuwa mkali, labda unahisi labda kuna kitu anakificha. Lakini mimi sidhani. Shemeji yangu amenyooka, ana jambo lolote, shida yake tu ipo tu kwenye kisirani cha mimba na ule ukali basi. Lakini sidhani kama ana tukio jingine ambalo sisi hatulijui au wewe mke wake haulijui, eti baba mwenye nyumba ndo akalijui. Hivi wewe yule mzee unamwona yuko sawa? Bako ukamfatize, ukamuige, ukamsikiliza maneno yake kaweke kichwani akaanza kukuumiza kichwa. Yule mzee hayuko sawa hata kidogo. Kama unavyomuona vile mlemavu wa mguu, hadi akili yake pia imelemaa vile vile. Yaani nimekuita kama ndugu yangu, kama rafiki yangu ili mradi unishauri na unipe ushauri. Matokeo yake wewe unaniletea masiara kwenye jambo la serious. Upo sahihi kweli wewe? Yaani mimi nakuhadisia jambo ambalo lipo serious, wewe unaniletea masiara. Wewe ni rafiki yangu kweli wewe? Sasa mimi sitaki unafiki wako. Kama ni urafiki wa kinafiki sijui upumbavu wako huu unaonishauri siutaki. Mimi ili jambo siwezi nikalifumbia hivi macho. Hapana. Okay my friend, I understand. But your husband is not my problem. Okay? Relax. Sawa rafiki yangu. Yaani siwezi kuachana na hivi jambo. Sijui umenielewa vizuri. Kama ni ushauri wako huu unaonipa wa kipuuzi na wa kijinga na wa kinafiki, sitaki huo ushauri wako. Mimi hili jambo lazima sitolifumbia macho. Nalivalia nituga mimi mwenyewe na mimba yangu hii. Yaani nitachunguza, lazima nitajua ni kitu gani ambacho kinamsibu mume wangu au ni kitu gani ambacho kinaendelea hapo katikati ambacho mimi mwenyewe sikijui. Ikiwezekana itabidi nitafute baba mwenye nyumba nikutane naye. Najua tu ataniambia yule baba mwenye nyumba ni kiroporopo. Yaani ni kiropo yule baba lazima ataniambia. Sasa wewe unataka kujistress ili utuumizie mtoto wetu. Asante kwa ushauri wako. Yaani nimetoka kule mtoto wa kike anakimbia, najua nakutana na mtu. Kumbe nakutana na zimu. Jamani nyie Mungu. Mimi zimu au si? Wanajua na mtu. Yaani mtoto wa kike nimetoka kule, mastashtiti yote mtoto wa watu nakimbia, nyonyo langu linaruka hivi. Habari sina, najua nakutana na mtu, kumbe nakutana na kisoda. Wewe umepotea njia kaka au? Mimi Nyamshimo, nikwambia mara ngapi? Kila siku narudia neno hilo uelewe. Mimi nakupenda Nyamshimo. Hivyo unajua maana ya neno nakupenda wewe? Unajua kupenda wewe? Kakae vizuri na mamako nyumbani umuulize mama maana ya kupenda ni nini. Si unanielewa? Anakupenda mamako nyumbani sio mimi. Mimi siwezi kupenda watoto wadogo. Kwanza mtu mwenye hata ndevu moja huna. Yaani ueleweke kama ni mtu au ni zombie. Mimi nikupende wewe kabisa wewe. Wewe. Jamani nyie Mungu wewe, mimi nimekukosea nini? Mimi nasla kishepu. Yaani katika pita zangu sije kukutana na msukule kama wewe. Yaani wewe ndo wa kwanza alafu unanisimamisha mimi mtoto wa kike. Dada, unajua tangu nikikutazama
nikiangalia sura yako na wewe jinsi ulivyo, unaonekana kabisa kwamba kuna vitu viko sawa. Dada, hivi na kitu gani kinachokusumbua katika ndoa yako? Kama una changamoto yoyote unayopitia, tafadhali nakuomba uniambie, mimi kaka yako niko hapa. Kaka, niko sawa. Kwani kwa mtazamo wako, ukiniangalia mimi mdogo wako, unaniona siko sawa? Da Sabina, ninakutambua vizuri wewe. Tangu ukiwa bado ni mtoto mdogo ninakujua, ndio maana ninakuuliza. Na kitu kingine ambacho labda utambui, katika maisha yangu umebaki kama jicho langu. Unajua tuna wazazi, na kama tuna wazazi, mimi ndio mtu pekee ambaye natakiwa kujua ni changamoto gani unazozipitia. Na kama kuna changamoto napitia alafu unanificha, dadangu, utakuwa unanikosea sana. Utakuwa unaniweka katika wakati mgumu sana, wakati ambao hata mamangu mzazi huko aliko atakuwa anajiuliza maswali mengi sana, kwa sababu kuna mengi unaonificha. Niambie dada, usinifiche. Niko sawa. Niko sawa kabisa kaka. Lesti ningekuwa na shida ya aina yoyote, basi ningekuwa nishakwambia. Na kazi ambazo nakuwa nafanya, kama kuna kazi yoyote ambayo ni ngumu na itanishinda, basi nitakwambia. Na kuhusu mume wangu, mimi naishi naye tu vizuri. Ndio kaka, hata usihofu kuhusu mimi. Sema nini? Haya maisha tu. Leo kwangu, kesho kwako. Kesho kutwa kwa bibi yako nyumbani kwenu. Au si? Sawa. Ukiniona mimi na saki shape, nimepita popote pale, sitaki shobo. Kawaambie na hao vikagosi wenzio kama ndio mmejipanga, mje mnifuate mnitongoze, umeanza wewe sasa, kawaambie na wenzio. Sitembei na mijitu sioeleweka. Mimi nikajua nimekutana na mtu, libaba kweli, limekamilika, limeenda hewani, refu jeusi lina midevu. Ukishika kifuani ana nini zinaitwa zile, sijui ndo nini zile. Ukishika kidevuni ana ndevu. Wewe nani wewe? Mimi ninazo hizo kifuani. Mimi ninazo kifuani. Mungu anaumba nyie, jamani, mama anazaa. Sijui mamako amezaa nini hapa penyewe. Lione vile. Jitu si jitu, soko si soko, mbwa si mbwa, nyani si nyani. Sasa unatamba kama nyole ya panga. Kumbe kiwembe kama mimi. Labda nikwambie kitu kimoja dadangu. Unatambua fika mimi ndio kaka yako ndio. Pia nikushukuru kwa sababu umenithibitishia kuwa unaishi vizuri na shemeji. Mimi nafikiri sasa nikuache. Maana nimetoka nyumbani nikimwacha wifi yako akiwa anaandaa chakula. Na kama unavyomjua, ni mtu wa maneno. Ni mtu ambaye anapoandaa kitu chake au anapoandaa chakula huwa anapenda nipo karibu. Mimi nafikiri nikuache. Na sijui shemeji huko au ametoka. Mungu yupo kwenye mihangaiko yake ya kila siku ya hapa na pale. Bado mida yake ya kurudi.
haijafika. Basi sawa, atakaporudi utamjulisha kuwa nimetoka. Dada, mbona unaonekana ni mwenye kutaka kulia? Tatizo ni nini? Maneno yako yanaonyesha kuwa unampenda sana mdogo wako na mjali sana. Hutaki kuniona nikiwa kwenye shida. Ndio maana nalia kaka. Na pia nikuombe kitu. Kaka, usipende sana kumzungumzia mama, kwa sababu waga naumia sana pale unapomtaja mama. Waga najikuta na mimi sina kumkumbuka. Haya, wewe tena kumesha kucha kiguu na njia, hautulii. Shangazi jamani, ushaanza kwa hata nisiende kutembea jamani, na mchana wote huu na hili jua hata ulioni. Kwa hiyo rafiki yako nani? Nenda kuchukua taiti yangu kwa kicheusi. Kwenye cheusi hapo kwenye cheusi hapo. Juzi kapigana na mwenzie huko, wameumizana, mwingine kakimbia. Wewe tena na cheusi hamwachani eti. Hivi kwa nini usiachane na hayo makundi? Kwa nini usiachane na hao marafiki hawaeleweki, mara cheusi, mara sijui nani? Haya, kesho na kesho kutwa wamepigana, wameumizana. Uko naye wewe, si wote mnabebwa nyie, mnapelekwa polisi. Sitaki tena mimi kuanza kuhangaika na wewe tena polisi, mara chakula, mara sijui kitu gani, mara sijui nini, na hizo hela za kukutoa sina. Kwa shoga yangu ndio hivyo, kama nilivyokuambia. Nilivyoenda kwa Sabrina ndio alomkuta. Yule baba mwenye nyumba yake, sijui anawadai. Yale alivyokuja pale ni makelele, anafoka, anamgombeza mtoto wa watu, anampiga na masiki, na ile hali yake amuonea hata huruma. Sasa mimi nikasema huyu baba jamani, baba hana huruma, nikajaribu kumpiza pale, baba wasamee, labda tu hivi na hivyo amepitiwa tu kutokana na hii hali ya maisha, watakupa tu hela yako. Haiwezekani, nataka chumba changu. Sijui nini mwanamke mwambie mumeo nataka chumba changu, anampiga mateke. Yaani nyie jamani, Sabrina anapitia mengi sasa hivi kwenye maisha yake jamani. Baba mwenye nyumba ndo kama vile huyo mumewe ndo usiseme anamnyanyasa, anampiga hatari. Lakini huyu Sabrina na yeye na ule upole wake, yeye anaonea vyote hivyo, analia tu, mimi sasa nitafanyaje shoga yangu, lakini mume wangu mwenyewe ndio hivyo, baba mwenye nyumba ndio hivyo, eti baba mwenye nyumba vina hivi. Yule mzee atakuja kuingia kwenye muziki wangu, mimi nakwambia nitakuja nimpige yule baba. Sikuwa ni mstiri nilikuwa kwake kwenye nyumba yake kwenye mji wake, lakini ipo siku atakuja kuingia kwenye muziki wangu na ule ulemavu wake nitamnyosha ule mguu. Leo ndo nimeamini kuna ule msemo wa kuna watu na viatu. Asa yule mzee mnavyomuona gani kama ni mtu wa busara, ni mtu mwenye heshima zake. Ndio kumfanya kweli Sabrina hivyo. Jamani, na lile tumbo lake lilivyo kubwa, maskini ya Mungu. Maskini ya Mungu. Huyo babako anavyofariki hapa hakuniachia chochote cha kusema mimi nitakulea wewe nikupelekee na polisi. Haipo. Naomba uachane na makundi.
Jamani shangazi, kwa hiyo unataka mimi nisiwe na rafiki? Ndio nimekaa tu ndani kama nani mzimu. Hata sijasema ukae kama mzimu. Sikukatazi kuwa na marafiki, lakini marafiki ambao hawaeleweki, leo yuko hapa, leo anaingilia hapa, haeleweki, mimi sitaki. Kuwa na rafiki, lakini rafiki ambaye unaona kabisa huyu anaweza kuwa rafiki. Sio rafiki ambao hawaeleweki, watakusababishia matatizo. Si unanielewa shangazi yangu? Unanielewa? Nakuelewa. Ndio ukae utulie. Mimi hayo mambo ya hapa na hapa sipendi. Sabrina anapitia makubwa hivyo. Yaani Sabrina anapitia mingi. Nikasema hivi, kama huyu baba anawadai, jitahidini mlipe. Huyu mzee ananongwa, mimi namjua. Ananongwa zimejaa mwili mzima. Ana ustaarabu hata kidogo. Nasema nitajitahidi. Sasa pale alipokuwa anaondoka akachukua sigara akawasha. Akavuta akampulizia Sabrina na ile mimba akapaliwa. Nusu ajifungue pale pale jamani. Akaja kunipulizia na mimi nikamwambia na hivyo hajapiga mswaki na kupeleka kidogo nitapika. Yaani jamani nyie, Sabrina anapitia mengi kwenye maisha yake sasa hivi. Shoga yangu, Sabrina akafanya nini hapa? Hakufanya kitu, afanya nini zaidi tu ya kulia na kulalamika. Mimi sijui nini, mume wake mwenyewe anamtesa, baba mwenye nyumba ndio vile, yani ndio hivyo tu shoga yangu. Yaani ni majanga. Ila jamani kuna watu hawana huruma. Na ina mimba yake. Ndio. Jamani, sasa tutafanyaje? Ndio maisha yake. Ila unajua si ndo marafiki zake lakini. Ndio sasa tutafanya nini? Mimi ningekuwa naye niseme uongo wa Mungu. Ningeenda hata kumpata kidogo amlipe kodi. Mimi sitamani hata ateseke yule mtoto wa Mungu yule maskini. Ndio kama hivyo anasema amepulizwa hadi sigara. Mungu wangu. Mama. Hivyo baba mwenye nyumba anamnyanyasa hatari. Achana na baba mwenye nyumba. Huyo mume wake ndio kiboko, ndio hatari kabisa. Anampiga, anamwagia simanini, yaani ni mwendo wa manyanyaso. Yaani Sabrina sasa hivi anapitia mengi. Kwa shoga yangu ndio hayo. Mimi nikuache uende na mimi niende basi, wewe na kazi. Shoga yangu. Baadaye basi. Haya poa. Nitakupigia nikifika nyumbani. Haya. Nongwa, kumbe nongwa. Nongwa, kumbe nongwa. Nongwa, kumbe nongwa. Nongwa, kumbe nongwa. Mapigo yako baba we yamenichosha, nimevumilia yamenishinda.